kupenda. Dhamira kubwa tunapokuwa shuleni, kuna maswali ambayo yanaweza kuulizwa, na wakati mwingine hasa wakati tulionao, maswali haya hayana majibu ambayo yanajitosheleza. Swali la kwanza lilikuwa, kwa nini tunakwenda shule? Kwa nini tunaingia darasani? Kwa nini tunahudhuria vipindi? Kwa nini tunasoma miaka mingi hii? Sababu yake ni nini? Katika dhamira kuu kuna mambo yako mawili. Katika elimu zote zinatolewa duniani, zinalenga katika mambo makubwa mawili. La kwanza, binadamu apate kujitawala mwenyewe, na la pili, aweze kuyatawala mazingira yake. Haya ndiyo mambo makubwa mawili katika elimu zote. Kipande cha kwanza, tunasoma ili tuweze kujitawala. Maana yake tuweze kutumia vizuri akili zetu, tuweze kujua kuchagua kile ambacho kinawafaa wenzetu na kinachotufaa sisi, tuweze kutumia vizuri akili zetu kwa kufanya mambo ambayo Mungu anataka tuyafanye. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, binadamu baada ya kuwa ameumbwa alipewa kazi na majukumu ya kufanya. Nendeni ulimwenguni, ukiacha la kuzaa na kuongezeka, lakini alipewa amri ya kuutisha ulimwengu. Manake kutengeneza ulimwengu uwe mahali pazuri ambapo yeye mwenyewe huyo mwanadamu itakawa makao yake, makao ya msaidie yeye. Lakini vile vile aliambiwa akatawale ndege wa angani na samaki wa baharini na vitu vitambaavyo na vinavyoruka. Sasa binadamu akili yake isipokuwa vizuri, akili yake isipokuwa imefundishwa vizuri, imelelewa vizuri, hawezi kuyafanya haya. Na kwa maana hiyo, binadamu anaposhindwa kutumia akili yake vizuri, anaitumia vibaya. Tumepewa akili tuweze kutawala ulimwengu na vitu vilivyomo, lakini vile vile tusiharibu ulimwengu. Wanasayansi leo wanatengeneza mabomu ya kumuua binadamu mwenzake. Hii haikuwa katika maagizo ya Mungu, isipokuwa ni matumizi mabaya ya akili ya mwanadamu. Leo binadamu anapanga kwa makusudi kwa ajili ya kumhujumu binadamu mwenzake. Haya ni matumizi mabaya ya akili. Leo binadamu anapanga kwa makusudi kumunyima haki mwenzake. Haya ni matumizi mabaya ya akili. Kwa sababu unapomnyima haki mwenzako, unamtengenezea mazingira magumu,
Lakini si tu kwamba unamtengenezea mazingira magumu yeye unayemnyima haki yake, lakini hata wewe mwenyewe unaofanya hivyo unajitengenezea mazingira magumu, kwa sababu hutakuwa na amani. Kwa hiyo ni sehemu ya kwanza. Kwa nini tunasoma? Tuweze kujitawala wenyewe, tuweze kuchagua lililo bora na linalotusaidia na kuwasaidia wengine. Lakini la pili, tunasoma ili tuweze kutawala ulimwengu. Na tutumie vizuri yale ambayo Mungu alitupatia. Lakini ulimwengu wa sasa tulionao umejaa hofu, tena hofu kubwa. Binadamu hana uhakika, na imefika mahali fulani, mahali pengine hana uhakika hata wa kesho yake. Elimu anayoipata haimwezeshi kuutawala ulimwengu. Atumie akili yake vizuri, na kwa maana hiyo hawezi kufanya ulimwengu uwe mahali pazuri pa kukaa kwake mwenyewe na wenzake pia. Kwa nini sasa tunafanya misa hii ya shukrani? Tunamshukuru Mungu kwa sababu akili yetu ya binadamu inashindwa kupambanua, kuyaelewa, kuyatunza, kuyaishi yale ambayo Mungu angetutaka tuyafanye. La kwanza, la kujitawala wenyewe, na la pili, kutawala ulimwengu. Na kwa sababu tumeshindwa, kinachobaki ni kumwambia yeye afanye nini ili huyu Mungu aweze kufanya kile tunachotamani. Ni lazima, sharti la kwanza, tutambue kwamba sisi tunamhitaji. Na kwa nini tunamhitaji? Kwa sababu kuna mahali fulani sisi wenyewe kama binadamu akili zetu haziwezi kufikia. Anayeweza kufika pale ni Mungu peke yake. Mlianza form 1 na leo mnamaliza kidato cha 4. Swali lingekuwa, kwa miaka hii mingine, kama mnasimamisha moja moja kwa haya mambo mawili ya kujitawala wenyewe na kutawala ulimwengu, inaweza kuyafanya kwa kiasi gani? Haya mambo mawili inaweza kuyafanya kwa kiasi gani? Kwa tunamshukuru Mungu kwa sababu kwa akili zetu hatuwezi, bali kwa nguvu yake na huruma yake na upendo wake, yeye ambaye alitufanya na kutuagiza tuyafanye hayo, ndiye peke yake anaweza kutuwezesha kuyatimiza na kuyakamilisha. Kwa hiyo tunapomtambua kwamba yeye ndiye, vile vile tutambue hitaji letu sisi wenyewe. Kuna binadamu, tuseme wanafunzi, kuna wanafunzi ambao wanaanza form 1 mpaka wanamaliza chuo kikuu, hawajui wanafanya nini. Hawa ni matumizi mabaya ya akili. Mmezubaa kama
hapangi manake nini? Na baba paroko anayosema nenda kwa amani manake nini? Manake mkuu wa shule anasema kile ambacho mimi nilitarajiwa nikifanye nimekimaliza. Paroko anaamini kwamba kwa sababu mkuu wa shule ameyatimiza yote na kuyafanya yote, basi nendeni na amani. Maana mtayatekeleza, mtaishi. Mnataka kuwa kina nani? Nataka kuwa kina nani? Yaani usipojua leo unataka kuwa nani kuanzia form 1, unapofika form 4 ujue unataka kuwa nani kwa kuchelewa. Yawezekana ukapata tuition 1 ya point 7, lakini sawasawa kutoka sanamu kama vile tunaona madukani pale, unakuta kadada amevaa vizuri, lakini sanamu kama alizo na siketi. Sasa huyu ukimwambia sogea twende mbele, hii sanamu haiendi. Na mtu mmoja alienda dukani kwenda kununua vitu, akayakuta yale masanamu yamepangwa pale nje, akadhani ni watu wako kwenye foleni ya kuingia dukani, na akapanga nyuma. Lakini ananiona jamaa halisogei, muda unakwenda, akamgeukia huko pembeni, akamwambia wewe sogea huko mbele. Jamaa wala hasemi. Mtu asiyekuwa na malengo anapoanza shule mpaka akamaliza form 4 ni sawasawa na hiyo sanamu. Usogei mbele wala upigi hatua. Maisha hayatengenezwi na vitabu tunavyosoma. Maisha hayatengenezwi na masomo tunayosoma. Maisha yanatengenezwa na dhamira ya mtu mwenyewe aliyekitambua, anajua Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia vipaji gani, ndani paka amepanda mbegu gani. Ndicho hicho ambao tulichodaliwa, na hata siku ya kufa Mungu hata kuuliza binti yangu ulifanya dhambi ngapi duniani? Hilo swali halipo. Hayo ni maswali ya baadaye ya nyongeza. Swali la msingi, kile nilichokupatia nikakugalia kama karama, kama kipaji chako, umekitumiaje? Usipojua kupanga mpango kazi wa maisha yako, elimu yote unayoipata inakuwa sawa na. Leo kuna watoto wengi wamemaliza shule, ambao mabinti zangu hivi, wangapi wanajua kupika pilau? Yaani pilau yenye akili. Ziko pilau za aina ngapi? Nyingi. Nitajie 3 tu. Pilau maua ni wali maua, kuna pilau maua. Umekwama. Pilau bubu. Ingine yaani hapo mnanitajia vitu vinavyokolezwa kwenye pilau. Sikilizeni sasa niwaambie. Mimi hata mapishi nayajua. Niko vizuri kwenye mapishi. Kuna pilau ya kukaanga ambayo hutumii maji kwanza. Unaweka mafuta, inakaanga mpaka ule mchele unapobadilika rangi. Namba 1. Hiyo pilau kila utaanza kunywa maji, inatengeneza kiu. Ina mafuta mengi, sio nzuri kwa afya. Baada ya kuwa imekaangwa vizuri na weka pembeni, umechemsha nyama yako vizuri, imepikwa vizuri, imeungwa vizuri,
Unachukua mchuzi ule unaweka kwenye ule wali, unatokosha bila nyama. Alafu baadaye, baada ya kuiva, inakuja inaongezwa nyama, imepinduliwa, inafunikwa. Pilau ya kukaanga. Kuna pilau baada ya kuosha mchele wako, umeosha kwenye maji, unaweka pembeni, unauacha pale kwa dakika nyingi, unakuwa kama umeloa. Unatumia muda mfupi sana kuweza kupika. Ya tatu, kuna pilau ambao baada ya kuoshwa kama unavyopika wali mwingine wa kawaida, lakini baadaye nayo inaweza kuchanganya na viungo, unaweka kama ni nyama, kama ni viazi, kama ni nini. Feli mtihani. Nipigieni makofi mimi nimefanya. Sasa leo kuna watu wanamaliza shule, lakini ukimwambia atumie akili yake aliyosoma darasani hawezi. Kwa sababu gani? Wengi wanakwenda shule lakini hawana mpango kazi wa kutumia akili yao. Wanapomaliza shule, kwa mfano nyinyi form 4, si mtakwenda form 5? Ndio. Mwezi wa ngapi? Mwezi wa 7. Nauli utapewa na nani? Mzazi. Hela ya matumizi? Mzazi. Ada? Huyo mzazi wako alimaliza darasa la ngapi? Si alimaliza darasa la 7? Si ndio? Mama alisoma mpaka chuo kikuu? Hakusoma. Aliishia darasa la 4. Wakakuzaa wewe, wakakupeleka St. Anthony, wakasoma form 1 mpaka form 4. Hivi kweli utakuwa na akili timamu? Tuelewana vizuri. Hapo utakuwa na akili timamu ya kumwambia baba yako aliyemaliza darasa la 7, mama yako alishia darasa la 4, akutafutia nauli ya kwenda shule. Wewe uliyemaliza form 4 akulipie ada, wewe ulimaliza form 4. Hayo ni matumizi mabaya ya akili. Tuelewana vizuri. Ulimwengu wetu tulionao hauendi vizuri kwa sababu elimu zetu hazitusaidii kuweza kuutisha ulimwengu na kutengeneza ulimwengu. Dhamira ya kwanza, kuweza kujitawala wenyewe; ya pili, kutawala ulimwengu. Sasa kama akili zetu haziwezi kutengeneza mpango kazi na kuweza kukipata kila kinachohitajika kwa maisha yetu baadaye, huko ndio kushindwa kwa elimu tulionayo. Bongo. Tuwekeane hadi siku ya leo. Tunafanya misa ya shukrani. Tunawashukuru wazazi, tunawashukuru walimu, lakini tunamshukuru na Mwenyezi Mungu. Lakini shukrani isiwe kusema asante. Shukrani tuwe na nyongeza pale ambapo wazazi wamefikia, sisi tuongeze hapo. Wazazi mpo? Wa watoto wao mpo? Hawa form 4 mpo? Hawapo. Hawakufika. Mpo? Pungeni mikono wazazi wa form 4. Sasa tukubalia na form 4 wamemaliza form 4. Wao walishia darasa la 7. Akili yao ni kubwa zaidi kuliko ya kwako. Kwa hiyo hawa tunaanza na hawa. Huo ni mtihani namba 1. Kama waliingia darasani kwa kutimiza wajibu au waliingia darasani kwa kupania akili yao na maarifa yao, hiyo itajieleza huko nyumbani. Hawa wajamaa watakapomaliza form 4, msiwatafutie hela ya matumizi wala nauli ya kwenda shuleni wala ya vifaa vya shule. Nyingine hiyo mnaweza mkagharamia, lakini hayo mnayoyataja msitoe hata sentano. Atakaporudi nyumbani
akuonyeshe mpango kazi wake alioandaa atakapokuwa likizo. Ataamka saa ngapi? Atafanya nini? Na kila atakachokifanya kitamletea kipato cha shilingi ngapi? Leo watoto wanaosoma ni mzigo kwa wazazi wao. Umemaliza form 4, unasubiria upewe nauli na matumizi, halafu alipokuwa wajinga. Mwingine anagoma kwenda shule kwa sababu hajapewa hela ya kutosha matumizi, kamaliza form 4. Hii sio shukurani hata mara moja. Hiyo ni form 4. Baadaye mtamaliza form 6. Baada ya form 6 simtaenda chuo kikuu. Masharti ya chuo kikuu, mwaka wa kwanza unalipa Laki 850. Hata kama una mkopo, hiyo pesa lazima uilipe. Form 4. Hiyo pesa tawapa nani? Umemaliza form 6 sasa. Mzazi ndio. Huku form 4 kama anahiari kukulipia ada, nimeacha uamuzi. It is a free choice. Lakini matumizi na vifaa vya shule na nauli, hayo ni ya kwako. Unapomaliza form 6, wazazi mpo hawa nawaambia hawa, na iwe mwendelezo huo kwa kizazi chote cha St. Anselm kinachokuja, kwamba baada ya form 6 unaporudi nyumbani, tengeneza mpango kazi wako, lakini hakikisha kwamba umepiga hesabu kipindi chote cha likizo uwe na shilingi zisizopungua milioni 2. Lakini sasa nyie wadada taanza kusema fadhali tuambia milioni 2. Kwa hiyo unaanza kutembea na nusu mlingoti, sketi nusu mlingoti, gauni nusu mlingoti. Unafahamu nusu mlingoti? Yaani unatembea na sketi au na gauni ambayo ni fupi kama ishia hapa. Nini? Tunajiongeza kwa ajili ya nini? Asura hata fadha alisema siku ya graduation ya form 4. Alisemaje? Milioni zisizokuwa milioni 2.5. Kwa hiyo nimetafakari, nimekaa chini, nikaona, nikatambua, nikang'amua. Hata baada ya kumaliza shule na akili yangu iliyopanuka vizuri, nikaona nifanye hili. Liko wapi? Hayo ndio watakuwa matumizi mabaya ya akili. Ndio maana form 4 kimaliza, kabla ya kurudi nyumbani, tengeneza mpango kazi wako. Ukifika nyumbani, mpatie mzazi. Wazazi wanachokitamani kwako wewe ni kuwa na shukrani. Ndio maana yule mkoma alirudi akamshukuru. Ukisoma haraka huwezi kupata maana yake. Shukrani yako kwa mzazi ni ya kwanza kutumia vizuri akili yako. Lakini uweze kutimiza ndoto zake kwa sababu kawekeza kwako. Unapofeli mtihani, unamdhulumu mzazi wako. Hajakutuma shule kwenda kufeli. Unaposhindwa kutafuta pesa yako kupeleka shule kama nauli, unashindwa kuwa na shukrani kwa mzazi wako, unakuwa tegemezi. Sasa wengine hao ambao hawana mpango kazi, baada ya form 4 ndio wanakaa kwenye TV na kidaftari. Sijui kama anajua mwalimu headmaster, sijui kama anajua. Niseme nisiseme? Na ile headmaster ajui. Sasa nasema hawa jamaa wana vitaftari, wameandika nyimbo zote za Bongo Flava za kina Diamond, wanazo. Yaani wewe sema tu wimbo wowote wa Mbosso, wa Diamond, Leivani,
hata wananipita msechu wanazijua, lakini mwingine mwambie tu formula a squared plus b squared in bracket is equal to x. In the calculation and formulation, find the value of x. Hili hatujawahi kulisikia. Lakini wimbo ambao wewe hujawahi kusikia anaujua wote mpaka mwisho. Nitaona baadaye, nadhani kutakuwa na muziki. Kama hata imba nitasema sendansi na mko vizuri. Ila kama mtaitikia maana yake ni tiki basi wanazo na mtaya wanaandika. Yaani unatumia muda mwingi zaidi kwa vitu ambavyo havina faida. Kitu cha faida mfano. Leo elimu tulionayo haimtengenezee binadamu mazingira ya kujitawala na kutawala mazingira yake. Nilisema hivi, sasa naongea kama mkurugenzi wa elimu katika jimbo. Na wakuu wa shule niliwaambia, na walimu kama mko msikie vizuri. Nilisema hivi, katika mtaala ulioboreshwa, lakini inawezekana ni mtaala ulioharibiwa, yote mawili ni sahihi. Katika mtaala ulioboreshwa wamesema physics, biology, chemistry ni masomo ya ziada unayotachagua. Narudia tena, mtaala ulioboreshwa physics, biology, chemistry is an option. Yaani unaweza kuchagua au kuchagua. Sasa msimamo wangu ni huu. Kwa shule zote ambazo ziko chini ya jimbo, physics, chemistry, biology ni compulsory. Ni lazima. Yaani unajua unaweza kufikiri kuna msemo mmoja wa Mwingereza anasema Waingereza, some people they don't think beyond their nose. Yaani huwa unaiona kuna wengine wanafikiri, yani fikira zao hazizidi kwenye pua. Yaani mimi sipati picha msomi aliyesoma mwenye elimu iliyokaa vizuri ukatengeneza mtaala unaosema masomo ya sayansi ni ya kuchagua. Mtu yote mwenye akili timamu hakuelewi. Dunia tulionao leo ni ya sayansi na teknolojia. Wanataka kusema nini? Hiyo elimu tunayoitengeneza elimu ya nini? Business studies is a compulsory subject. Maadili na historia ya Tanzania ni compulsory. Soma vyote upate A zote na kwenda kusaidia watu. Walao kama business studies unaweza kuwa mfanyabiashara. Lakini biashara ambayo haina sayansi na kupeleka watu. Hii si sawa. Na niwaombe wanaosimamia mitaala wafanye review. Hapo kuna makosa ya makusudi yamefanywa. Sio makosa ya bahati mbaya, ni makosa ya makusudi. Aidha kwa sababu ya umasikini tulionao, tunalazimishwa na mataifa mengine tuitoe sayansi katika elimu ya kawaida, au kwa sababu ya kikundi fulani cha watu wenye nia ovu kwa watu wengine. Huwezi kuniambia na kunisadikisha kwamba sayansi ni option. Sisadiki hata mara moja. Narudia tena. Kwa shule za kwetu jimbo la Mafinga zilizo chini ya mwamvuli wa Mafinga, physics,
chemistry, biology, ni lazima utasoma. Na usiingie shuleni ukasema mbona serikali wamesema tunaweza kuchagua. Si umeingia huko, umechagua mwenyewe. Umekosea njia. Kama ukitaka usisome, nenda kule ambao mtaala unasema hivyo. Lakini mtaala ulioboreshwa unasema mathematics, physics, chemistry, biology is compulsory. Hiyo ni mtaala ulioboreshwa. Lazima tufikiri kwa kina. Mimi ni mwalimu na mimi ni mhandisi. Masomo niliyosoma ni PCM. Ndio naonifanya mimi leo kuitwa mhandisi. Mimi simtegemei mtu yoyote, vitu vyangu nafanya mwenyewe. Sasa leo tunaambiwa vitu tusifanye wenyewe, tuwategemee watu wengine. Sio sawa. Kwa hiyo watu wa elimu, they have to make a review. Hili ni kosa la makusudi, lakini halitupeleki kwenye elimu iliyo sawa. Mmemaliza form 4, mtakwenda form 5. Huko mtakutana na wanafunzi wengi wa kila aina, kila mtu kwa mtindo wake. Kuna watu wengi leo chuo kikuu, wengi hawasomi, lakini vyeti vyao ni vizuri kuliko vingine vyote, na wamefaulu, wana GPA kubwa kabisa, lakini akili zao zote zimekopwa. Hawawezi kutumia akili yao hata kidogo. Sababu gani? Nako kuna virus. There is a virus, a serious virus. Serious virus. Leo mwanafunzi wa chuo kikuu hawezi kufanya research, hawezi kufanya utafiti, kwa hiyo hawezi kuunganisha elimu anayoisoma na maisha yake. Hawezi kubadilisha kila alichojifunza akakiweka kije katika mazingira yake au akifanye kitu kinachoonekana. Wanafunzi wengi wa chuo kikuu hawezi. Kwa sababu gani? Leo tunafundishwa na mtandao, na kila kitu kimewekwa kwenye mtandao. Inakuja taratibu. Tutafika mahali fulani hata shule za msingi wataruhusiwa kutumia kwa calculator. Tunakwenda huko. Yaani wanafunzi unapomwambia atumie calculator kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu, this is a killing. Huu ni uwaji. Unaweza ukafurahia kwa sababu unalipata jibu haraka, lakini akili yako haiwezi kukua hata mara moja. Akili zetu tunasababishiwa ziwe ndogo, tufikiri kidogo, kwa sababu hatuna mazingira ya kuboresha akili zetu. Chuo kikuu leo watu wanafanya research, anaingia kwenye mtandao, anakopi, anapaste, anarekebisha, anapeleka kusahihishwa. Ulifanya utafiti wako. Hauna utafiti, hakuna utafiti wa msingi na wa afya kwenye mtandao, hauko. Maana yake unatumia akili ya mtu mwingine. Sasa kama alikosea, unaamini na kusadiki kilicho kwenye mtandao ndio halali. Si kweli. Utafiti unafanya kulingana na mazingira, kulingana na mahitaji. Sisi kwa mfano wa Tanzania, ningefikiri kwa sababu nchi yetu ina madini na ni ya kilimo, utafiti asilimia kubwa ungelala huko. Hatufanyi. Ila tumelala katika hisia na nadharia za watu wengine ambao wamebandika kwenye mtandao. Siku hizi hata mapishi sio lazima uende shule. Ukiingia kwenye YouTube unajifunza mapishi pamoja na viungo mbalimbali vya kuweka huko. Na kama alifanya makusudi
baadhi ya viungo viwe sehemu ya kukua wewe, unachukua kama ilivyo. Tengeneza chakula kinanoga, kumbe ndani yake kuna sumu. Tufike mahali fulani, hizi elimu tunazosoma zitusaidie. Nyinyi mnapokwenda huko form 5 na mnapokwenda chuo kikuu, don't rely on the internet. Yani elimu yote sitengenezwe na mtandao, elimu itengenezwe na kitabu. Kwa unapokwenda pale unakuwa na dhamira ya kufanya, unataka uwe nani? Ndio swali langu la kwanza. Sasa toka mwanzoni hujui, ila unaota kuwa na maisha mazuri, uwe na gari, uwe na nyumba, uwe na friji, kitanda 6x6. Yani hivyo ndio ndoto yako. Unavipata wapi hivyo? Matokeo yake unaajiriwa, unakuwa mfanyakazi, unakuwa mwizi. Kwa sababu akili yako haikupeleki kwenda kutumia akili yako na kuvipata unavyotakiwa kuvipata. Unaanza njia ya mkato, na ndio wizi unazaliwa hapo. Sasa watu wanaopita katika mfumo huo wa elimu, wanapokabidhiwa ofisi au madaraka, wanakuwa wezi, sababu hawana uwezo wa kutumia akili zao. Akili zao toka mwanzoni walisoma nadharia iliyo kwenye mtandao, lakini hawakwenda kwenye maisha halisi. Watadanganya watu na kuwapa falsafa ambayo haina tija. Ndio Anselm, mpaka saizi mnafanya vizuri, sivyo? Mnafanya vizuri, lakini msifanye vizuri kwenye karatasi. Ndani ya mioyo yenu na kwenye vichwa vyenu mnafikiri nini? Huyo mkuu wa shule alikuwa anatubania mno. Afadhali tumemaliza. Wenzeni tena form 4 watakuwa wanawaka form 3 na form 2. Kwaherini, endeleeni na mahangaiko. Wenzeni tumejikomboa kama hivi, tumejikomboa. Nini? Tena mwalimu huyo mkali huyo anachapa kidogo kwenye mkono, wakati mwingine shinda atakula. Afadhali nimejikomboa mzee. Unaweza usimuelewe mtu mwenye nia njema ya kutaka kukusaidia, unaweza usimuelewe. Mwenye nia mbaya ya kutaka kukupoteza ndio yule atakaye kubembeleza. Ukiona unabembeleza sana, futa machozi, kaa basi, kunywa chai, chukua pipi. Hapo kuna mtego. Mtego wa kufanya wewe usitumie akili yako vizuri. Mtu aliyefuzuka na kuelimika ni yule ambaye hakimbii changamoto. Ukikutana na changamoto katika maisha ukaikimbia, elimu yako ndogo. Hata kama ungekuwa na PhD. Ndio maana sasa, sababu ya mtindo huo, tunaanza kusoma vibaya, tunawategemea watu watupangie mambo. Uchumi upangwe na watu wa nchi, maendeleo yapangwe na watu wa nchi. Tuko hapa kwa sababu msingi wa elimu tulionayo haujakaa vizuri. Lakini si makosa yanayofanywa na binadamu kwa makusudi, ni makosa yanayotokana na uandaaji wa huyu binadamu. Na baadhi ya wazazi nao, na nyinyi mna kidonge chenu hapa, na baadhi ya wazazi na nyinyi ni sehemu ya kuwafanya watoto wasifikiri vizuri. Mtoto wako usipomlea ukamfundisha toka mwanzoni kuitumia akili yake vizuri, unamuua. Kuna baadhi ya wazazi wachache, lakini kule mjini wako wengi zaidi. Kuna baadhi ya wazazi wachache, lakini wako mjini wako wengi zaidi. Mtoto wako unamkabidhi yaya, analelewa na yaya, anapikiwa na yaya,
anafuliwa nguo na yaya, mpaka anakwenda sekondari anasaidiwa na yaya. Nguo zake zikichafuka ataweka kwenye tranka, likizo anapeleka kwa yaya. Halafu mama unajiona wa msingi, uko sawa sawa. Na unapokuja mtoto wako unamuuliza zile chafu ziko wapi, mpatie afue, unajiona wa maana. Wewe ni muuaji. Leo kuna watoto mpaka anakwenda kuanza shule hawezi hata kufua nguo yake ile ndogo ndogo, hawezi kufua. Niliwauliza mnajua kupika chakula gani, ilikuwa mtihani wa kwanza. Lakini wako wengi wadada hawajui kupika, kwa sababu mayaya ndio wamechukua nafasi. Sasa nyinyi form 4 na nyinyi mna mayaya nyumbani sio? Wote hawana mayaya. Sasa kama kuna yaya nyumbani, mtakapomaliza hapa baada ya kufunga shule, ukifika tu nyumbani mwambie mama nimerudi. Huyu mpatie kazi nyingine. Kazi za huko ndani nitafanya mimi. Hapo utakuwa na akili timamu. Lakini unakaa kwenye TV umsubiria yaya kupikia chakula, unatengeneza shimo. Familia nyingi leo zimeharibika kwa mtindo huo, kwa sababu watoto hawaandaliwi. Umekwenda kwa mume, umeolewa, ulikuwa unapikiwa na yaya, unafuliwa na yaya, unatandikiwa kitanda na yaya. Utakwenda kutandika kitanda wewe? Utakwenda kufua nguo? Utakwenda kupika? Ndio maana ndoa nyingi leo zinavunjika ovyo. Makosa ni ya nani? Ni wazazi. Malezi mabaya. Watoto wengi leo wanakingiwa hivi, wanatengenezewa kama kimduara, au anazunguka kwenye mduara hapo. Hayo sio malezi, sio malezi. Halafu na watoto wengine wamefika mahali fulani, mtoto ana amri kwa mzazi wake. Anarudi nyumbani baada ya form 4 anamwambia mimi sili leo, nataka kuku. Yaani wewe mwanaume mzima, mama mwenye akili timamu, unaanza kukimbia kwenda kutafuta kuku. Mtoto anataka kuku, akili yako haikutoshi. Yaani tumefika mahali fulani wazazi badala ya kuambia watoto wafanye nini, wanatuambia wao tufanye nini. Na tunajiona wa maana. Halafu kuna kitu kingine ambacho kimalezi hivi tunaweza kuiona ni sahihi, hatuwezi kuonja sana. Lakini hawa watoto tunaouliza leo shule nyingi za msingi wanavaa visuruali na visiketi vidogo kabisa, kimekaa hapa tu, kimevuka kwenye tapu, anapepea kwenda shule. Na wazazi tunaona tu ni sawa sawa. Hii ni hatari. Kwa hiyo mtoto wa mtindo huo anayesoma kuanzia chekechea na kasuruali na kagauni kalioishia kwenye tapo, baadaye amekuwa mtu mzima, unamwambia vaa gauni refu, hakuelewi. Wavalisheni watoto wenu nguo zenye maadili toka mwanzoni. Msiwatengenezee watoto wenu dhamira artificial brain, yani akili wanaita akili hivi kwa Kiswahili. Yani unamtengenezea akili ambayo haifikiri sana, anafikiri iko hivyo, kumbe haiko hivyo. Kuna vitoto na viona vidogo vidogo vina rasta hivi, akatoka kanajua nini ya maana rasta ya kichwani. Lakini wazazi tunaona ndio kitu chenyewe. Sisemi msiwavike rasta watoto wenu, wavikeni tu, lakini subirini kesho mtakuja kufunga vidole. Haya sio malezi. Mtoto muonyeshe hali halisi ya maisha kulingana na familia yako. Hata kama ungekuwa tajiri, mtoto kama hataweza kutumia akili yake vizuri, huo utajiri wako utakuja kukuua mwenyewe, kwa sababu hatajua kutafuta, lakini anajua kutumia. Ndio hao wanaosali safu, anakwenda kanisani,
anafunga na mfungo wa siku 9, wengine 21. Anaomba nini? Baba wa mbinguni, Baba uliye mwema na wakupendeza, Baba nitazame mwanao huyu mzee anachelewa mno kufa. Lakini Baba, kwa sababu wewe unasikia sauti za wanyonge na wanaokulilia, naamini kabisa sala yangu utaisikiliza. Huyu mzee asiwepo tu, asiendelee, kwa sababu mimi ananinyima hata pesa. Baba, angalia kiatu changu, nitaka na mimi ninunue kama cha Sara, lakini kiatu changu kimechanika. Baba, hanigawi hela, hata nikisikia tu amegongwa na gari, Baba nitakuja kutolea hata sadaka. Tatizo ni la nani? Mzazi. Unapozaa mtoto, unapolea mtoto, usipokuwa na mpango kazi na mtoto wako, atakuja kukua baadaye. Leo namalizia. Leo kuna wazazi wengi na watu wengi ni wagonjwa, huko vijijini na huko mjini, wagonjwa. Magonjwa yametokana na watoto wao. Kile walichokitarajia kwa watoto, hata sehemu moja ya 12 haipo. Mtoto anakwenda shule, anachukua ada, anaanza kutumia mwenyewe. Darasani haingii, hasa wa chuo kikuu. Hawa hapa hawezi kukwepa. Lakini wanaosoma huko kwingineko, sio chuo kikuu, vyuo gani hivi, mzazi anaelewa kwamba yuko chuoni mwanangu, nimemtumia na pesa, baadaye anapiga simu, mzee, ile pesa ulionitumia imeisha. Halafu na hapa chuoni watuambia tuchange mchango. Sasa baba yake hajasoma, mchango gani? Kuna mchango wa assembly, halafu mwingine tuambiwa tulipie conference. Hiyo conference iliharibiwa na wanafunzi wenzetu. Sasa conference inalipa shilingi ngapi? Tumeambiwa tuchange kila mmoja 300,000. Na ile assembly shilingi 200,000. Kwa hiyo baba zinakuwa shilingi 500,000. Na wamesema sio toka hizo siwezi kufanya mtihani. Baba ana uchungu na mtoto wake. Anapeleka wapi? 500,000. Kwa ajili ya nini? Assembly. Na nyingine conference. Ni wadudu gani hao? Leo watoto wengi, wazazi wengi wanaumia. Mtoto anafika mahali fulani, aingie darasani, anamaliza, yani umefika muda wa kumaliza shule, atamwambiaje mzazi wake? Anajifanya na mapepo, anajifanya amechanganyikiwa, na mwishoni kweli amerukwa na akili. Nini? Kafanya yale ambayo baba yake au mzazi wake aliyapanga. Wafundishe watoto wako kuweza kuyajua maisha mapema, usimtengenezee maisha feki. Leo watoto tu kama mayai, mwisho anakuwa mzigo. Sasa utaugua BP, na wengine anamaliza form 6 unaweka dukani, badala ya kutunza pesa anakula zote. Unapokuja kugundua pesa haipo, ndio hapo. Haya yote nayasema yatutengenezee msingi wa kufikiri vizuri na kuweza kung'amua na kuamua. Unapokuwa shuleni, hapa ni muda wako wa kujiandaa kwa ajili ya maisha baadaye, lakini sio maisha yako tu, na maisha ya watu wengine. Kila mmoja anapozaliwa yuko kwenye mstari. Hukumu yako yuko kwenye mstari wako. Hayuko mtu mwingine ambao yuko kwenye mstari ule mpaka utakapokufa, na baada ya kufa Mungu atamleta mwingine. Sasa wewe hujatimiza yale yanayotakiwa kutimizwa kwenye mstari wako, maana unakuta mstari haujafika kule, hapa katikati kunakuwa na nafasi. Ndio hayo matatizo tunayoyapata. Tumuombe Mungu aliyetoa ahadi kwenye somo la kwanza. Ahadi hizo binadamu kila mmoja anapewa. Elimu ambayo mmeipata ikawasaidiwe, iwe msingi, mkabadilishe. Na nyie baada ya kumaliza form 4 mkafuge kuku, mwafuge kitaalamu. Kiambiwa nenda kwenye kizizi cha kuku, usiende ukafuga kuwa. Nenda kule ukamthibitishia mzazi wako, nimemaliza St. Anselm,
Kuku badala ya kutaga yai moja moja kwa siku, wewe watataga mayai 2.5 au 3 kabisa. Hiyo ndio utamthibitishia mzazi wako kwamba umekaa vizuri. Tumsifu Yesu Kristo.